tena mtoto wa pekee naye mtegemea baadaye, au nikubali masharti ya mganga nimtoe mwanangu kafara? Bora mwanzoni nilikuwa na maisha mazuri tu, japo sikuwa na pesa nyingi, lakini kibanda changu kilikuwa kinaniingizia kipato. Sasa kila kitu kimeharibika. Hapana, ngoja nifanye kitu, liwaro na liwe. Mke wangu huyo. Niambie mume wangu. Umerudi saa ngapi? Muda tu. Na wewe mbona umekaa kwenye mlango wa jirani? Akija vipi? Alikuwa ananisaidia hapa. Okay, basi poa. Mimi niko ndani. Mume wangu. Naam. Nilikuwa nataka hela ya kusaga hapa na kuemea mboga. Haya, ngoja nije basi. Mke wangu. Umechukua hela humu? Sijachukua hela mimi. Mbona hela siioni? Msifahamu. Hela nimetoka nayo jana kutoka shambani. Hapo eti leo hela siioni. Sasa nitakuwa amechukua. Sadiki yuko wapi? Maana yeye ndio nimemwacha hapa. Sadiki mimi sijamkuta. Akasamani. Shikamoo. Marhaba. Akasamani, naomba nikuulize. Ya, niulize ndugu. Kaka, mimi ni mgeni kwa hichi kijiji. Nimekuja mtafuta baba yangu. Baba yangu anaitwa Sadiki Thabit. Unaweza kumfahamu? Mzee Sadiki Thabit. Na wewe ni mgeni? Ndio. Hapo unamzungumzia mzee Thabit Tabala? Ndio huyo. Okay, huyo hapo dogo namfahamu. Anaishi huko juu majengo. Ila kwa hapo aliposhukia mdogo wangu na sehemu ambayo anaishi mzee mwenyewe. Ndio. Kuna umbali mrefu. Kwa hiyo nikisema nikuelekeze kwa maneno utapafahamu. Ila kwa kukusaidia una buku hapo? Ndio. Nawe. Okay, sawa. Mama Sadiki. Mama Sadiki. Nguo za Sadiki ndani sizioni na begi lake. Sasa atakuwa ameelekea wapi? Sadiki atakuwa ameondoka. Ameondoka ameenda wapi? Kwa babu yake.
Sasa Sadiki anaondokaje wakati kule hajawahi kufika na wala hapajui? Sikiza kwambie mume wangu, Sadiki atakuwa ameenda kwa babu yake. Sadiki mimi nilimwambia kwa babu yako Mlela, kwa mzee Sadiki. Kwa hiyo Sadiki kabisa sina wasiwasi naye, atakuwa ameenda kwa babu yake. Mtoto kila siku anakuambia baba nipeleke umpeleke. Kashaenda na hiyo pesa ndio kwanza ukumbuke kama haimo humo ndani. Basi Sadiki ndio kapitia. Sasa vipi mume wangu? Tunafanyaje sasa? Yaani mke wangu, hiyo hela ndo nilikuwa naitegemea. Yaani nilikuwa na hiyo tu na sina mpango wa kupata hela nyingine. Kwa hiyo kufanya hivi. Naomba ukajikopi pale mashineni wakusagie, na kuhusu mboga kachume mazambigiza pale nani hapo shambani. Angalau uchopelishe tule na ugali. Mimi siendi kukopa kikweli. Naenda kutwanga au utakaotumia leo. Naenda kuchuma na hiyo michicha, lakini kusema nitakopa sio kweli. Eti. Haya poa. Hodi. 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 Karibu. Karibu. Wow, babu. Shikamoo baba. Marahaba. Mbona sijakufahamu? Mimi ni Sadiki, mtoto wa Ali. Unataka kuniambia wewe ni mtoto wa mwanangu Ali? Ndiyo babu. Nimekuza Ni miaka mingi sana baba yako ameondoka hapa, na ameondoka akiwa mdogo kweli. Ina maana tayari shakuwa na mtoto mkubwa kiasi hiki? Ndio baba. Karibu mjukuu wangu, karibu sana. Hakika baba yako alitoka hapa akiwa bado mdogo, sasa hivi ana kijana na yeye. Haki ya Mungu, nimekuwa mjukuu. Karibu ndani. Shamba. Marahaba. Ujambo? Sijambo. Leo umechelewa kuamka Ndio. Babu, likizo yangu imeisha, kwa hiyo nitakiwa nirudi nyumbani kwa wazazi wangu ili nikaendelee na masomo. Ni kweli mjukuu wangu Sadiki, ila nakushukuru sana kwa kuja kunitembelea, maana wewe ni mtoto mwelevu. Ila kabla hujaondoka kwenda nyumbani kwenu, kuna zawadi nitakuwa nikupatie. Zawadi? Zawadi gani hiyo babu? Mjukuu wangu, hii dunia ina mambo mengi sana, na dunia sio mbaya, ila walimwengu ndo wabaya.
Babu, unamaanisha nini? Ebonga ngejo ndore shikera babu yorimira, ndore shikera babu yorimira. Hey, nimekuja na mjukuu wangu, nimekuja mumpe kinga asiweze kuzoleka na watu wabaya, watu wa duniani, maana dunia sio mbaya, ila walimwengu ndo wabaya. Kinga hiyo asiweze kuzulika na mtu yoyote wa aina yoyote isipokuwa nguvu za Mungu mwenyewe. Naombeni mumpokee mjukuu wangu aweze kuepuka na mambo ya duniani, maana wa dunia ni wabaya sana. Naombeni mpokee mjukuu wangu. Mjukuu wangu, hebu ukumbatie huo mti. Vipi mke wangu? Safi. Niko napanga hapa mkasi, unajua tena ndio hivyo, kazi imekuwa kubwa sana, mvua inanyesha. Sasa naogopa mkaa wangu usiroane. Mume wangu, mbona kuhusu sikukuu hadi umekaa kimya sana ha? Sasa mke wangu, unaona kabisa huu mkana nataka nikauze ili niweze kulipa kodi ya nyumba. Sasa unaingiza tena masuala ya sikukuu hapa. Kodi ya nyumba? Kodi ya nyumba na nani na sikukuu vinahusiana nini? Mpokeeni. Babu, naombeni mfanyie tambiko. Najua mmempokea huko aliko, mnamfanyia mnavyotakiwa mfanyie. Huyu mjukuu wangu ananipenda sana, na ndio maana nimeamua kumpa zawadi ambayo haitoisha mpaka siku ya Mungu atakapomchukua. Rudi. Naona umetoka mbali sana mjukuu wangu, umetoka mbali sana, na zawadi uliopewa huko hutokuja kunisahau maisha yako yote, maana ni zawadi pekee ambayo nimekupatia mjukuu wangu. Sawa mjukuu wangu? Haya, tunaweza tukaondoka. Babu, bibi, nashukuru sana kwa kumpa zawadi mjukuu wangu, nashukuru sana. Tunaweza tukaondoka. Ebonga ngejo ndoreshekera babu yorimira, Sasa mke wangu, unachohitaji si pesa? Ninachotaka ni pesa, lakini hizo pesa nataka nguo za sikukuu. Ndio mama anataka pesa, mimi nifanyie kitu kingine zaidi ya kuvaa nguo za sikukuu. Sasa unaponiambia kwamba eti hayaingiliani,
Haya, mimi nakupa nini sasa, wakati inatakiwa niuze mkaa ili tulipe kodi ya nyumba? Wewe unafikiri tusipolipa kodi ya nyumba sisi tutaishi wapi? Sasa unauza wao mkaa ulipe kodi ya nyumba, unauza wao mkaa ili ununulie nguo za sikukuu? Mimi bwana, mimi inatakiwa mimi nilipe kodi ya nyumba bwana. Hivi mwanaume kwa unajielewa? Yaani mimi nitoka kwenye Kipagala, sijavaa nguo za sikukuu, eti natoka naenda kutembea na wanawake zangu wanapita napendeza. Wewe ni mwanaume suruali, mwanaume kipesi wewe.